baba, unajua nasikia watu wakizungumza hapa, nataka tuwe watu wa kusema ukweli mbele ya wananchi na mbele ya Mungu. Mimi nilipochaguliwa kama senator wa Nairobi, naelewa kazi yangu. Hakuna siku nimeuza wananchi wa Nairobi. Kila siku mswada ukija pale ambao unakandamiza wananchi, mimi napiga no. Kuna wale wenzetu ambao wako hapa, wanakwenda kule Nairobi, wakati wa kuongezea wananchi ushuru, wanapiga kura, wanasema yes, alafu wanakuja hapa kudanganya wananchi. Tunataka leo hii muambie hawa watu ukweli, waache kudanganya wananchi. Mimi na seneta wenu Khalwale, huyu wako hapa, ni rafiki yangu. By the way, nataka niseme hapa Kakamega, I strongly believe Khalwale is a good man. Alimwagikia na hii rangi ya yellow ndio inamharibu, lakini ndani ya moyo wake Khalwale is a good man. Hiyo rangi ukiingiza hapa anabomoesha iishe. Khalwale ni mtu mzuri sana huyu. Khalwale, mimi nataka kukuambia uendelee kusimama na ukweli. Kama jinsi ambavyo ulisimama na mimi wakati tulisema hatuwezi kuuza Mumias na hatuwezi kuuza Nzoia. Hata wakati huu nataka usimame useme KICC hatuuzi, hatutauza no KICC na mashirika mengine ya kiserikali bila kuwapo na uamuzi wa wananchi. Kama kuna kitu watu wa UDA wanaogopa, hawaogopi Sifuna, hawaogopi ODM, hawaogopi baba, wanaogopa nyinyi wananchi. Nyinyi ukisema leo turudi kwa wananchi, wanaanza kukataa. Baba, unakumbuka tulikuwa na Khalwale kwa timu ya mazungumzo. Khalwale, leo utaambia watu ukweli. Nyinyi ndio mlisema mnataka ofisi ya Prime Minister ya Mudavadi. Nyinyi ndio mlisema mnataka ofisi ya official opposition. Na sisi tumesema kama mnataka hizi nafasi, msiseme Sifuna walijichukulia na ofisi, mrudi kwa wananchi. Wakisema mpeane hizo ofisi, mpeane. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Hii mambo ya kujigawia vitu huko Nairobi ndio wananchi hawataki, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kuwasihi viongozi wote hapa, tuwe watu wa kusema ukweli mbele ya Mungu na mbele ya wananchi, tusidanganye wananchi. Na kama sisi kama viongozi, wakati ule nilishindwa kuconvince Khalwale ashukishe bei ya unga. Nikasema baba anitoe kwa hiyo mkutano. Wakaenda wakatafuta Kalonzo wamekaa na hao kina Ichungwa, pia wamesema hawawezi kushukisha bei ya unga, ati nyinyi mko sawa tu. Wanasema nyinyi mzigo ya maisha haijawalemea. Sasa ukiangalia hao watu wanaishi dunia nyingine, kwa sababu mwanaume ambaye anafunga mshipi kwa kiuno ya shilingi 1450